Polisi wanakuta mwili umepigwa risasi 22. Alafu pembeni kuna Range Rover mpya imepark. Wanaenda wanafungua Range Rover, wanakuta ndani kuna milioni 100. Pembeni yake kuna bastola aka mguu wa kuku. Polisi wanajiuliza, kwa nini watu hawa wameacha vitu hivi vyote? Hawajachukua hata 100 pamoja na bastola wameiacha. Je, ule mwili pembeni pale uliopigwa risasi 22 ni wa nani? Mwili huo ulikuwa ni wa bilionea Msuya, tajiri wa Arusha mwenye vitega uchumi mbalimbali, mahoteli, magari ya kifahari, nyumba za kifahari, zote alikuwa nazo bilionea. Na hii ndio stori ya kifo cha bilionea Msuya. Kwa nini bilionea Msuya alijikuta kwenye haya matatizo? Alipigwa risasi hizi zote. Bilionea Msuya alikuwa na ugomvi mzito sana na mtu anaitwa Boss C. Na wakati haya yote yanatokea, Boss C alikuwa yuko gerezani Babati. You understand? Sasa Boss C kwa kutumia unyambila wake akaamua kuyapanga haya mauaji akiwa jela. Huu ndio utamu. Boss C alikuwa ni nani? Boss C naye alikuwa ni mfanyabiashara wa madini mkubwa pale Mererani. Pia Boss Msuya naye alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa madini. In short, wote hawa walikuwa ni wafanyabiashara wa Julai mwaka 2013, Boss C alitembelea na mfanyabiashara mwenzie anaitwa Sharifu. Sharifu alipofika pale, Boss C wakaongea, lakini baadaye Boss C akamwambia Sharifu, hebu nisogelee kidogo tukae pembeni. Akamwambia, unajua mimi niko huku jela kwa sababu ya Boss Msuya? Sharifu akasema ndiyo. Akasema haya yote Boss Msuya akahonga mimi nibaki jela, kaniunganisha na kesi za mauaji. Sharifu anajibu ndiyo. Akasema mimi Sharifu nakuomba kitu kimoja, nataka tumuondoe duniani Boss Msuya. Sharifu bwana akasema hilo litakuwa gumu kidogo, lakini pale pale Sharifu akafikiria anaujua umafia wa Boss C. Akasema nikikataa kufanya mission na Boss C, akitoka jela atakuja kuniua mimi mwenyewe. So Sharifu akaamua kukubali kufanya kazi ya Boss C. Kabla hajaondoka pia Boss C akamwambia Sharifu, tafadhali sana, mimi niko jela, naomba ufinance hii mission yote, yaani utoe hela, nikitoka jela nitakurudishia rafiki yangu Sharifu. Sharifu akasema usijali, urafiki wetu kwanza, nitafanya. Boss C si mchezo. Alimwachia maagizo Sharifu kwamba kuna mtu anatoka jela ambaye ni contract killer, anamaliza muda wake jela, anaitwa Mredi. Kwa hiyo itabidi Sharifu akakutana na Mredi. Basi siku zikaenda, Sharifu akaenda akakutana na Mredi. Akamuuliza, wewe ndio umetoka jela na umeagizwa kuna Boss C kuhusu mpango wa mauaji ya Boss Msuya? Mredi akamwambia ndio. Basi Sharifu akafasa wale, akamchukua Mredi, wakaenda tena kumtembelea Boss C gerezani ili kuprove. Akamwonyesha bwana, wewe ndio kijana yule mtuma. Boss C akasema yes, nimemtuma. Basi ile mishe yote akakabidhiwa Mredi ya kutafuta jinsi ya kumuua bilionea Msuya. Kumbuka haya yote yanatokea mwezi Julai mwaka 2013. Baada ya Mredi kutambulishwa, Mredi naye akamtafuta rafiki yake, huyu ndio mtaalamu wa kila kitu, anaitwa Ali Majeshi. Wao wakawa jumla watatu, Sharifu, Mredi pamoja na Ali Majeshi. Ali Majeshi ndio alikuwa ni master wa haya mambo yote. Akasema kabla mpango hujaanza, itabidi tusajili line 7 za simu, lakini pia tutahitaji pikipiki 2 kwa ajili ya huo mpango. Lakini na mimi nitawaleta vijana wangu wa kazi wazuri kabisa. Kwa hiyo akaja kuwatambulisha watu wengine. Basi bwana, siku iliyofuata wakakutana na Shamo Hotel ambako Ali Mjeshi alikuja na vijana wake. Wa kwanza anaitwa Karim na mwingine anaitwa Jabir, vijana wa kazi kabisa. Lakini wale vijana katika mpango wao wakasema, sisi tunahitaji silaha ya kivita, kwa hiyo silaha hiyo tutaipata Kenya, kwa hiyo itabidi Boss Sharifu utupeleke Namanga. Muda wote huu Boss Sharifu anafanya kazi ya Boss C, ndio mwenye maelezo, yaani anamsaidia Boss C. Basi wale vijana wakasema nataka silaha AK47, silaha ya kivita ili tuweze kufanya hii kazi vizuri. Okay. Boss Sharifu akatoa gari yake VX
iende Namanga kutafuta silaha. Dereva pamoja na wakina Ali Majeshi wote wakaenda Namanga kwenda kutafuta silaha upande wa Kenya. Siku ya kwanza wamefika pale, dereva akamwambia tulia, silaha ikupatikana siku ya kwanza. Siku ya pili ndo silaha ikaja ikapatikana. Wakamwambia kijana, tunaomba umpigie simu bosi, mashine imepatikana na ya kukodiwa, sio ya kununua. Kodi shingapi? Bilioni 4. Akapigiwa Sharifu. Sharifu akamwambia haya, huku tunahitaji silaha lakini wanasema ni bilioni 4. Sharifu fasta akatuma M-Pesa 4 million ikaingia kwenye mfuko wa kina Ali Majeshi. Mpaka Arusha na ile silaha. Ali Majeshi kama kawaida ndo mzee wa mipango. Akasema bosi, tutampataje bilionea Msuya? Itabidi wewe utoe jiwe la Tanzanite kisha tujifanye ndio kumuuzia. Hapo ndo tutapompata. Kweli Sharifu akatoa jiwe la milioni 140 akapewa Ali Majeshi, akaenda kumuonyesha bilionea Msuya. Alipofika kwa bilionea Msuya akasema bwana, bilionea Msuya ile kwanza kalikubali ile jiwe, akasema mimi nitatoa hiyo hela. Unaelewa? Ali Majeshi akamwambia tulia kwanza bosi, ili jiwe tunamiliki watu wawili, kwa hiyo mwenzangu yuko mkoani hai, itabidi tukutane asione kama mtapeli. Huo ndio ulikuwa ni mtego wa kumpata bilionea Msuya. Tarehe 7 mwezi wa 8 mwaka 2013 ndio ilikuwa siku ya tukio, na tukio hili lote lilitokea karibu na uwanja wa kimataifa wa ndege unaitwa KIA kule mkoani Kilimanjaro, eneo la Boma la Ng'ombe, pembeni kidogo ya barabara. Basi Msuya alikuwa ashafika pale. Alipofika pale alikuwa anasubiria biashara ifanyike. Ndio kile kikosi cha uaji Ali Majeshi, Kahundwa ambaye ndo Kalimu walikuwa washafika pale. Huyu Kalimu ni mtu ambaye alikuwa ni katili sana. Hakuuliza, alivyoona tuna gari bilioni Msuya ile pale, alichokifanya moja kwa moja akafika akafungua mlango. Alipofungua mlango, bilioni Msuya anashangaa, akatoa SMG, akamiminia risasi 22, na ile ndio ikawa mwisho wa maisha ya bilioni Msuya pale Boma la Ng'ombe mkoani Kilimanjaro, karibu na uwanja wa ndege wa KIA. Baada ya hapo kile kikundi chote kikaondoka sasa safari ya kuelekea mkoani Kilimanjaro. Na walipofika kule Kilimanjaro wakapiga simu moja kwa moja kwa mtu anaitwa Kaburu. Kaburu yeye alikuwa ametumwa na bosi C kuangalia mchakato unaendaje. Wakapiga simu wakasema, boss, ile kazi ambayo umetutuma tumeshamaliza. Kumbuka kazi nzima hii ilikuwa ni kazi ya milioni 17 tu. Na waliambiwa mkichukua mali ya Msuya tumeisha, msichukue chochote. Lakini pia Msuya asiwakiwa promise chochote, wao nitawalipa zaidi ya hapo, jamaa atakuja kutua, kwa sababu pia Msuya alikuwa ni mtu naye ni mafia. Kwa hiyo waliogopa, ndio maana walisema huyu lazima amalizwe. Kwa stori ya kifo cha bilionea Msuya kilisambaa Tanzania nzima kama moto wa polini. Baada ya hapo, kutokana na umaarufu wa bilionea Msuya pamoja na umaarufu wake pale Arusha na Tanzania nzima, kiliundwa kikosi kazi cha polisi hatari sana, kikishirikiana na watu wa cyber, yani watu wa mtandao, pamoja na task force ya askari wa miguu. Ogopa sana, watu wamekundia kikosi kazi kwa tafuta watu waliomuua bilionea Msuya. Watu walikamatwa hovyo. Kikosi kazi kwanza kafanya mipango yake, akaja kugundua bwana, mtu aliyempiga risasi Kalimu alikuwa yuko kwa mganga wa kienyeji Kaliua. Wasema usiokee. Wakatuma makachero watatu na ndio wakajifanya wameenda kupata huduma kwa mganga wa kienyeji Kaliua. Kufika pale walikana yule Kalimu wanamchunguza siku 3 kwa mganga wa kienyeji. Baada hapo wakamwambia ukweli, kamata. Akasema wewe ulihusika katika kifo cha bilionea Msuya. Walimkamata kwa mganga wa kienyeji Kaliua. Kitengo maalum cha cyber kikataki simu ya Ali Majeshi, ikaonekana ile simu iko Mwanza. Baadaye ile simu ikaja ikazima. Watu wa cyber baadaye wakuta imekuja imewakia Geita. Wakakituma kikosi maalum kutoka Mwanza kianze kufuatilia ile simu. Baadaye ilipofika Geita ikazima tena. Ali Majeshi alikuwa ni mjanja. Baadaye kile kikosi kafuatilia ile simu ikaja kawaka pale Kigoma. Kufika Kigoma ile simu ya Ali Majeshi ikazima tena. Kile kikosi kazi kawa kimekata tamaa, walimtafuta sana Kigoma kupatikana. Siku hiyo maaskari wakawa wamekata tamaa, wamekaa stendi wanakunywa chai. Wakuangalia hivi picha wanamwona mtu anataka kupanda basi. Wakasema jamani, yule sio mtu ambaye tunamtafuta. Pale wakaja akamdaka Ali Majeshi. Huyu ndo alikuwa kiongozi wa mipango. Akadakwa, akaekwa korokoroni. Bosi Sharifu akiwa katika jumba lake la kifahari
Asubuhi saa 11 nasikia geti linagongwa. Kibosibosi anaangalia kwenye CCTV, anakuta mapolisi. Akajua oh my god. Kwenda kufungua geti, kamdaka bosi Sharifu kolokoloni. Huyu ndiye alikuwa ni bosi, si mchezo. Na bosi si muda huo naye alikuwa ashatoka jela, lakini naye akakamatwa kutokana na maelezo ya bosi Sharifu rafiki yake. Alivyokamatwa, DPP watu wengi walishangaa, akamwachia bosi C kutokana, akasema wakati haielewekani kwa nini bosi C aliachiwa, na mpaka leo hii bosi C yuko uraiani. Ndio ujue mafia ni mafia. Baada ya hapo kesi ikaenda mahakamani na wengine walikuja wakakamatwa Merelani, waliosajili zile laini za simu wenyewe wakaja akakamatwa, aliyeuza pikipiki zile mbili zilizotumika kwenye mauaji naye akakamatwa. Yaani ilikuwa ni kamata. Lakini mwaka 2018 watu karibu 5 wakina Sharifu pamoja na wengine 4 walihukumiwa kifungo cha kunyongwa. Walihukumiwa kifo